Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu tujifunze HTML kwa Kiswahili. Kwenye video iliyopita tulijifunza kuhusu input types kama vile text, email na password. Pia tulitumia label kuonesha sehemu za kujaza taarifa, lakini katika kipengele hichi cha label tulionyesha tu kwa kutumia njia ya kawaida. Leo tutaonesha njia sahihi zaidi ya kutumia label kwa kuandika au kwa kutumia for na id. Kulifahamu hili, twende katika mfano. Tuanze na label. Okay, hapa label, nafunga hii, naandika jina katikati, mwisho hapo nakuja ku break line, naandika br, naifunga hii. Okay, chini hapa naandika tena import. Okay, import type iwe nini? Type nataka iwe text. Okay, halafu nafunga hapa, nafunga. Twende kwenye browser tuone kwanza. Tukienda kwenye browser itatokea hivi. Okay, hivyo hapa kuna jina na hapa kuna sehemu ya kujaza hilo jina. Kazi ya label moja ni kuonesha au ni kumwelekeza mtumiaji wa fomu sehemu hii anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo hapa moja kwa moja mtumiaji wa fomu anaelewa au tayari keshaelewa kwamba anatakiwa ajaze jina. Kuna kitu nakifanya, na kliki au nabonyeza ile jina. Nimebonyeza jina hili, hakuna chochote kilichotokea. Naomba uzingatie vizuri hapo, nitarudi baadaye kidogo. Okay, tunarudi katika form. Hii ni njia sahihi ya kuandika au ya kutumia label, lakini siyo njia bora wala siyo njia ya kitaalamu ya kutumia label. Ni ipi njia bora ya kutumia label na ni ipi njia ya kitaalamu? Ni hivi. Okay, unakuja katika sehemu yako ya tag au ya element ya label, unaandika neno for. Okay, for ndani yake naandika jina, na halafu unakuja katika input hii unaandika id. Okay, id nayo naandika jina. Okay, tunarudi katika hapa tumekosea kwanza. Okay, id hii hapa nayo naandika jina. Okay, nakuja katika browser na refresh page. Unapo refresh page yako itakuja kama mwanzo, lakini sasa kazi ya mwanzo tumeielezea ya label ni kuonesha unatakiwa ujaze nini, lakini sasa unapo click hili jina, mwanzo tumeclick hakuna kilichotokea, nabonyeza hili jina mara hii. Nilipobonyeza yule kasa moja kwa moja ameingia katika input, maana yake ananiongoza moja kwa moja kwamba kwa kubonyeza jina hili wewe unatakiwa ujaze hapa. Tupo pamoja mpaka hapo? Twende katika kodi tufahamishane kitu kingine ili tujenge uelewa zaidi. Okay, hapa kuna id ni sawa sawa na jina. Maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba hili ni jina la input, halafu kuna for ni sawa sawa na jina. Hii maana yake nini? Maana yake hii label inafahamu au inaelewa kwamba mimi label ninahusiana moja kwa moja na id iliyo na jina linaloitwa jina. Ili hapa pamoja. Okay, cha kukizingatia hapa ni lazima for, yani hii hapa, na id, yani hii hapa, lazima ziwe sawa sawa. Utakachokitumia au kukiandika katika for ni lazima ukiandike hicho hicho katika id. Ukibadilisha sehemu moja haifanyi kazi. Tuone mfano. Nafuta hapa baadhi ya herufi, nakuja kwenye browser na refresh karatasi hapa au page. Okay, njoo tu click jina, hakuna kilichotokea. Nadhani tunafahamiana. Okay, turudi katika kodi zetu, tuna undo tayari. Tunarudi hapa kurefresh tena karatasi au page, tukiklik moja kwa moja anatupeleka katika input husika. Nadhani mpaka hapo tupo pamoja. Okay, sasa twende tukamalizie au tuendeleze hii fomu yetu. Kwa hiyo hapa nitaandika br. Hii br tumeshazungumza kazi yake ni nini? Ni kuacha nafasi mstari au ku break line tunasema. Okay, alafu br nyingine hapa. Okay, alafu chini hapa naandika tena label, hii hapa label, halafu for hii nataka iwe email.
Okay, nakuja kufunga hapa. Okay, alafu hapa taandika nao pia email. Tuko pamoja? Alafu nakuja mwisho hapa naandika br. Okay, hapo. Alafu chini hapa naandika na input. Okay, type. Nataka type hapa ni email, tumesema email. Okay. Alafu ID iwe nini? ID nayo itakuwa ni email, mwisho na funga. Alafu naweka br zangu kabisa 2 br, na hapa tena okay br, nafunga. Chini hapa naandika tena okay. Kwanza tuende katika browser tuone kuna nini. Okay, refresh hapa. Okay, imekuja email. Kwa hiyo hapo unabonyeza email, customer moja kwa moja amepelekwa katika input ambayo unatakiwa nijaze email. Tunafahamiana? Sawa sawa. Tunaendelea tena hapa na label. Okay, label iwe 4 ya hapa itakuwa ni pass. Okay, maana yake password. Nafunga hivi, alafu naandika password. Okay, hapa naandika br hiyo, nafunga. Nakuja hapa napo naendelea kuandika tena input. Type iwe ni nini? Type tumesema password, hapa itakuwa password. Okay, ID iwe sawa sana ile tulivyoandika katika 4 pale ambapo tumeandika pass, na hapa tutaandika pass. Nafunga. Okay, alafu naandika tena br. Okay, br na br nyingine. Tunakwenda ku refresh page hapa. Okay, nao nikibonyeza password tap, kasa naingia katika sehemu ya kujaza password. Okay, tunaendelea na kitu chengine hapa, alafu naandika password tayari, alafu naandika button type iwe submit. Mwisho hapa nafunga, alafu nasema pia submit. Okay, tunarudi katika browser, tuna refresh karatasi yetu. Okay, hiyo hapo fomu yetu iliyokamilika. Okay, kija hapo ukiandika jina, mfano Ali, ukiandika email hizo hapo email kibao zimekuja ambazo tunatumia mbalimbali katika mambo mbalimbali. Password naandika hapo, alafu nakwenda submit. Okay, nadhani umeona ni jinsi gani ambavyo tunaweza kutumia label na jinsi gani label inayofanya kazi. Cha kukusihi, kama umejifunza chochote katika video hii, na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Tukutane katika video inayofuata. Asante sana.